Yes, mpenzi mtazamaji wa Mlumbi TV, karibu sana katika kipindi hichi kipindi cha Njia ya Wenye Haki. Kipindi ambacho kinakujia kwa ajili ya kukuonesha njia ambazo wale wenye haki wa Mungu waliochagua kupita kwa sababu ya kumtii na kumfuata Mungu. Karibu sana. Mimi naitwa Nabil Amur na leo niko na mgeni ambaye yeye atatuelezea njia yake ya wenye haki ikoje. Karibu sana ili upate kumsikia na ajitambulishe mwenyewe, itakuwa vizuri zaidi. Karibu sana. Asante sana. Mtazamaji anayekutazama akujue kama nani? Kwa majina yangu mimi naitwa Mchungaji Samuel Daniel Kimbute. Mchungaji Samuel Daniel Kimbute. Mtu akikuangalia na kuona kijana sana. Ndio. Sasa imekuwaje kijana na uchungaji imeanzaje? Hamna kwenye kijana na uchungaji hamna sehemu ambapo imeweka limitation kwamba kijana hawezi kuwa mchungaji. Na kijana na uchungaji tena Biblia ndio ina accept sana, kwa sababu anasema kwamba vijana tuna nguvu na vijana tunajulikana tuna nguvu. Kwa hiyo katika utumishi ndio inakuwa ina nzuri zaidi. Ukiwa kijana ukiwa kijana una nguvu na ni nzuri zaidi. Sawa. Wito wako wewe wa uchungaji ulianzia wapi? Mimi wito wangu wa uchungaji ulianzia Shinyanga. Shinyanga? Ndio. Kipindi mazingira yalikuwaje? Umelelewa katika familia ambayo imeokoka? Mimi bibi yangu ndo alikuwa ni Mkristo. Kwa hiyo bibi yangu alikuwa Mkristo, kwa hiyo alinilea kwa muda mfupi. Alipofariki, baada hapo nikaenda kusoma shule za bodi, niliacha wokovu. Sasa na wakati mimi bibi yangu kabla hajafariki alikuwa ananihusia sana kwamba mwanangu utamtumikia Mungu, mwanangu utakuwa mchungaji. Na watu wengi walikuwa wanaongea na mimi, lakini hicho kitu nilikuwa sipendi sana. Nilikuwa nahubiri sana, nilisoma shule za Kisabato, nikawa nahubiri sana kwenye mikutano, nilikuwa nanitumia sana. Nilisoma shule ya Kisabato inaitwa Chome High School. Kwa hiyo nilikuwa nahubiri sana na watu wengi walikuwa wananiita pastor na nilikuwa sipendi sana. Kwa hiyo wakati fulani nilipokuwa Shinyanga, baada ya Mungu kufunga milango yote, mama yangu alinipigia simu. Kila mara alikuwa ananiambia mwanangu wewe ni mchungaji, mwanangu wewe ni mchungaji. Nikawa ninakataa. Kwa hiyo Mungu pia alimtumia na mama yangu. Baadaye ikafika mahali sauti ya Mungu ikaingia mwenyewe ndani yangu, nikakubali. Nilipokubali ndio nikawa na amani hapo. Ndio amani ikaanza hapo. Lakini hapo kwa mazingira unayonieleza ni kwamba bibi yako pekee ndiye alikuwa Mkristo. Sasa inakuwaje mama naye anakupushi huko uende kwenye Ukristo? Mama alikuwa ni dini gani? Mama naye pia alikuwa ni Mkristo. Ni Mkristo naye mama pia. Watoto wote wa bibi walikuwa wameokoka. Tofauti mama na bibi ulikuwa ni Wakristo aina gani labda? Ni kwamba mama yangu ameolewa na mwanaume Muislamu. Kwa hiyo na mimi sijalelewa na mama. Nimelelewa na bibi. Kwa hiyo mama yeye ni Muislamu. Sio Muislamu, lakini ameolewa na mwanaume Muislamu. Ni changamoto kidogo kwa sababu unajua mimi pia nimelelewa kwenye Uislamu. Kwa hiyo najua kwamba ni ngumu baba awe Muislamu alafu mke awe Mkristo. Najua ni ngumu. Kwa upande wa mama yako ikoje? Sijawahi kufuatilia zaidi. Ila mimi kwa upande wangu namuombea tu mama yangu na namuombea Mungu afanye njia Mungu. Okay, sawa. Uko Shinyanga unakataa wito wa Mungu. Unausikia Mungu anakuita uwe mchungaji, lakini bibi yako anakuambia na kusisitiza kwamba wewe utakuwa mchungaji. Na mama yako anakuja kutilia mkazo hayo maneno kwamba wewe utakuwa mchungaji. Muda gani ulifika ukaona sasa nifanye maamuzi ya kuwa mchungaji? Nini kilitokea au kwanza nilikuwa na malengo ya kufanya kitu kingine tofauti kabisa na uchungaji. Ndio. Na niliamua kwamba ninaweza nikamtumikia Mungu hata nikiwa sijaingia kwenye uchungaji moja kwa moja. Lakini unajua wito unapofika mahali Mungu kama amekuita ni sawasawa na mimba ambayo imefika wakati wa kuzaa. Kwa hiyo inakuwa inasumbua sana. Na ilifika mahali Mungu akafunga milango yote. Kwa hiyo ni muda mrefu, siwezi nikakumbuka ni muda gani, lakini ilichukua takriban muda mrefu sana. Subiri kwanza Samuel. Pastor Samuel, subiri kwanza. Mungu, unaposema Mungu amefunga milango yote, ulikuwa na milango gani ambayo unaiongelea haswa? Kwanza kuna watu nilikuwa nawategemea.
huyo nilikuwa naishi Shinyanga huko. Na kuna wengi tu nilikuwa nimeweka kipaumbele kwenye kufikia hayo malengo yangu ambayo nilikuwa nimeyapanga tofauti na mchungaji. Na wengi wao hao ndo wakaja wakaniambia wewe ni mchungaji. Kwa hiyo ilifika mahali waliokuwa wananiambia mimi ni mchungaji ni watu ambao hata walikuwa wanijui. Kwa sababu nilianza, unajua hiyo nilianza kufanya nikiwa na shuleni, nikiwa sekondari, lakini baadaye nilipokolea nikakataa. Unajua mpenzi mtazamaji, kuna jambo ambalo hata mimi naweza kuliona. Unajua hapa unavyoongea ni kwamba hata mtu ambaye anakutazama kwa mara ya kwanza anakuona. Ninaamini kabisa anaona zile chembe chembe hata katika kuongea kwako kuna kitu cha uchungaji ndani yako. Unajua tumeishi pia na wachungaji wetu na nini, tunakuwa tunaona vile the way wanavyoongea. Hata kuna ule unyenyekevu fulani na uona kwako Pastor Sam. Okay, sasa baada ya hiyo milango kufungwa, ulichukua hatua gani? Kitu cha kwanza, kabla bibi yangu hajafariki, bibi yangu alituita wajukuu zake wote. Na akatuambia kwamba mimi wajukuu zangu sitatamani kuona wajukuu wangu ambao watakuja kuwa mlevi, atakuja kuwa mvuta sigara, mtabaki. Kwa hiyo mimi sasa mimi alibezi sana kwangu. Kwa hiyo yale maneno mimi alikuwa anaongea ndani yangu sana. Kwa hiyo baadaye hivyo vitu, yani baada ya milango kufunga, sauti zilizokuwa zinaongea ndani yangu ni sauti zile ambazo zilikuwa zinanishauri kwamba mimi nitakuwa mchungaji. Kwa hiyo baadaye ilifika mahali tu nikampigia tu na mama yangu simu. Na wakati nampigia simu, mama yangu aliongea na mimi mpaka na mahali alifika mahali akakata tamaa kabisa. Nakumbuka aliniambia kwamba nimemwambia kaka yako kwamba mwanangu atakuja kuwa mchungaji, mwambie mwanangu afanye kitu kingine. Lakini akanicheka akaniambia yule ndio kuwa mchungaji yule. Lakini nikamwambia mwanangu atakuja kuwa mchungaji. Na mimi nikamwambia mama ndio nimekupigia simu kuambia nimekubali mimi ni mchungaji. Alifurahi sana. Pastor Sam, vijana wengi wana wito. Wanausikia wito wa Mungu kwamba njoo nitumikie kwenye nyanja fulani, lakini hawajui wapi pa kuanzia. Baada ya wewe kuamua kutii hiyo, ulianzia wapi? Kwanza hilo unalozungumzia kwamba vijana wengi wana wito lakini hawajui pa kuanzia, kwanza ni hofu. Ni hofu. Na kila kijana ambaye ana wito kwanza anaanza kuwaza maisha yangu. Unajua duniani tunapoishi ni mwili, tunategemea maslahi mengi mapana. Hata nilikuwa na mawazo. Siku moja kuna mtu akaniambia unakuwa mchungaji kweli? Nilikuwa nataka kuwa mwanajeshi. Ungekuwa mwanajeshi ungekuwa na ila uchungaji unalipa nini? Kwa hiyo watu wanafikiria hivyo na watu wana hofu sana. Kwa hiyo inahitaji, na siku zote hakuna namna, ni maisha au kitu chochote kinahitaji maamuzi magumu. Na ukishaamua Mungu anaweka baraka zake. Mtazamaji angetamani kujua labda hii hofu ni hofu ya nini kijana anayoiona? Hii hofu inasababishwa na nini? Kwanza inasababishwa, kuna namna marafiki, kuna namna, kuna ndugu ambao sio kila mtu atakubali hiki kitu. Na wengi wanakaa na marafiki alafu anafikiria kwamba watanionaje. Na yani ni hivyo tu. Wanakuwa wanafikiria kitu kama hicho kwamba watu watanionaje, marafiki zangu watanionaje, kila mtu atanionaje. Kwa hapo umenifungua macho kwenye upande ambao sijawahi kufikiria, kwamba hiyo hofu ya marafiki. Kwangu mimi naamini kwamba wengi wana hofu, ikiwemo na mimi mwenyewe binafsi. Kuna wito fulani na usikia wa Mungu. Lakini sasa hofu yangu mimi inayokuja ni kwamba nisije nikafeli maisha, kwa sababu kuna njia ambazo tumechongewa kufundishwa tangu tuko wadogo. Baba zetu wanatulea katika misingi hiyo kwamba usome, umalize, uajiriwe. Lakini when it comes Mungu amekuita, kuna nyakati Mungu anakuita anakuambia uache vyote. Sasa hofu yangu mimi ambayo kwangu mimi binafsi pia ni kwamba huwa nashindwa kufuata ule wito kikamilifu kwa sababu nina hofu ya maisha. Nitakula nini nisipofanya kazi? Wakati ndio kwanza ninaanza. Kwako wewe ilikuwaje? Kwanza siku zote Mungu alipowaokoa wana wa Israeli hakuanza na sheria, alianza kuwaokoa. Alafu walipofika jangwani
ndio akawaambia kwamba mimi ni Mungu niliokoa, kwa hiyo fanyeni hili, fanyeni hili. Siku zote kabla hujaingia kwenye wito, kuna ile hofu tu inakuja kwamba ni hivi itakuwaje, lakini unaposhinda ile hofu na kuamua kufanya maamuzi magumu, baada ya hapo ndipo unakuja kujua kwa nini nisingeanza toka mwanzo. Kwa sababu Mungu anasema hivi, Mungu akijua umemtumikia 100% hawezi kukuacha. Mungu hawezi kukuacha, yani Mungu hawezi kukuita akakuacha njiani. Waulize wote waliokubali wito. Mungu hajawahi kumuita mtu akampelekeza kwenye kisiwa. Waulize maaskofu, waulize wachungaji. Hakuna mahali Mungu alichokianzisha kitu chake akaacha kukimaliza. Kwa hiyo ni ile hofu ukiishinda tu, baadaye ndo unakuja kujua kumbe kwa nini nisingekubali toka mwanzo. Sawa, Pastor Sam, ngoja nikuulize jambo moja. Unajua vijana wa siku hizi wengi nikiwemo na mimi mwenyewe tunapenda kuona plani ikoje ya maisha, kwamba nina chanzo changu cha mapato hichi hapa, ninapata hela kupitia hichi, namtumikia Mungu. Lakini labda kwako wewe chanzo chako cha mapato ni nini, au unamtumikia Mungu masaa 24? Kwanza niseme kwa hicho ulichosema kwamba kwanza kumtumikia Mungu au kuwa mchungaji haina maana kwamba huwezi ukafanya kitu kingine. Haina maana, na hufungwi kwamba huwezi ukimtumikia Mungu huwezi ukafanya. Kuna wachungaji wengi wana miradi, kuna wachungaji wengi wana biashara, kuna wachungaji wengi, lakini mimi kwa mtazamo wangu mimi nina plani ya kuanzisha media ambayo inaitwa Kimbute TV. Hii ni kwa ajili ya biashara pamoja na kueneza Injili. Na pia nina mpango wa kuanzisha hata biashara nyingine ambazo siwezi nikazitaja. Kwa hiyo kwa habari ya kumtumikia Mungu haikufungi kwamba usifanye kazi, hapana. Biblia yenyewe inatufundisha kwa habari ya kufanya kazi. Media yako unasema unaianzisha kwa ajili ya biashara na kumtumikia Mungu. Tukisoma kwenye Biblia inasema huwezi kuwatumikia mabwana wawili. Wewe unahisi utawezaje kuwatumikia mabwana wawili? Ni sawa kwa ulivyosema, lakini kwa mtazamo wangu mimi media ambayo inaifungua Kimbute TV ninaigawanya. Kwa upande wangu mimi nitakuwa naitumia kwa habari ya Injili, lakini kuna watu wengine ambao nitawaweka, na kuna watu wengine ambao kwa sababu mimi ni mchungaji for all time siwezi nikananili. Kwa hiyo itakuwa ni ya kuchukua matukio kwa ujumla. Kwa hiyo hata nisiposema biashara yenyewe ni biashara, kwa sababu itakuwa inalipa. Kwa mfano mtu anakuja kwenye media yako, sawa, anakwambia nina ushuhuda nataka niufikishe kwa watu, utamchaji hela au sio chanzo hicho cha mapato unachokusudia? Kwanza mimi kusudi langu la dhamira yangu, kusudi kwa nini natamani kufungua media ya Kimbute TV, mimi nilishawahi kufanya lakini nilishawahi kufanya nikiwa sekondari, shule ya Kisabato. Sasa hiyo ilikuwa inachaji hela kubwa sana. Na nilikuwa na ujumbe kweli natamani niwahubirie watu, lakini nilishindwa kuhubiria watu kwa sababu walikuwa na limit hela nyingi. Sasa ndio hapo na mimi nikatamani kwamba Mungu ukinisaidia nikafungua media, kuna wachungaji wengi ambao wanateseka, wanatamani kweli, wana maneno ya Mungu na kweli wanafanya kitu fulani, wana kitu cha kuhubiri, lakini hawana kipato cha kuenda kuhubiri kwa mitandao. Kwa mimi nilitoa option kwa wachungaji wote. Mimi wachungaji siwezi nikawachaji, au mtu yoyote siwezi nikamchaji. Kwa chanzo chako cha mapato kitakuwaje kupitia hiyo media? Hilo tutaongea siku nyingine. Tutaongea siku nyingine. Na mpenzi mtazamaji, lengo kubwa la kupiga story hapa, kuongea na Pastor Sam ni kwamba tunatamani kujua safari ya yule kijana ambaye ameitwa na Mungu, anasikia wito wa Mungu. Safari yake inakuaje? Lakini pia ndani ya hiyo safari, je, kuna vitu unaweza ukaanzisha labda vya biashara, unamtumikia Mungu, lakini je, mambo kama ya biashara unaweza kufanya au la, na kadhalika na kadhalika. Kama anavyosema Sam, alikuwa anasikia wito na mwanzo alikuwa hataki kumtumikia Mungu, lakini kupitia watu mbalimbali ambao anakutana nao walikuwa wanazidi kuyasema kwamba wewe ni mchungaji,
Kwa hiyo akawa anaona kwamba ni sauti ambayo inaingia zaidi na zaidi kichwani mwake, akaamua itii. Na kuamua kuitii, je, umewahi kujutia? Sijawahi kujutia. Kwa nini? Kabisa, sijawahi kujutia. Kwa nini unasema hujawahi kujutia? Kwa sababu yani toka nilipoanza kukubali wito, toka tu siku ile ya kwanza ambayo nilimpigia mama au nilikubali mwenyewe, ni siku ambayo nilipata amani. Mpaka leo niko nayo, na hiyo amani sijawahi kupata. Yani toka tu siku ile ambayo nilikubali, nilipata amani ambayo amani hiyo iko mpaka leo. Amani ya Kristo. Kwa hiyo kikubwa ambacho unaona kwamba kilokufanya usijutie ni amani uliyoipata katika Kristo. Unajua sisi hatuambii watu waokoke ili wapate hela au wapate majumba. Yes. Kwa sababu hata usipookoka utavipata. Yaani hata ukiwa nje ya wokovu usipookoka utapata hela, utapata majumba, lakini kuna kitu pekee ambacho kinamtofautisha mtu ambaye hajaokoka na mtu ambaye hajaokoka. Kwa hiyo ukisoma kwenye ile Yohana 3:16, kwa maana jinsi Mungu alipenda ulimwengu hata akamtoa mwana wa pekee ili kila mtu amwamini asipotee bali afanyaje? Awe na uzima milele. Hicho kitu ambacho kinamtofautisha mtu ambaye ameokoka na ambaye hajaokoka ni uzima wa milele. Tiketi ya kumpeleka mtu mbinguni. Hata kama uwe na hela vipi. Ndio maana Biblia inasema hivi, inafaidi nini mtu kupata dunia akapata hasara ya nafsi yake? Kwa hiyo hata uwe na hela vipi, uwe na kitu kivipi, lakini wewe una utofauti na mtu aliyeokoka. Kwa sababu kifo utaviacha, lakini nafsi yako inaenda wapi? Uzima wa milele. Sasa Pastor Sam, kuna vijana wengi, kijana yuko pale, binti wa kike anakuangalia, anatamani sasa umwambie aanzie wapi, anasikia wito, aanzie wapi na kwa nini achukue hayo maamuzi ya kumfuata Mungu? Mimi nitoe tu shauri kwa watu wote na vijana wote ambao wanaendelea kutufuatilia na wanaotusikiliza sasa hivi na wanaotutazama. Wewe una wito, cha kuanzia ni hapo hapo. Pa kuanzia ni hapo hapo. Kama una wito sijui umepata wapi, kuna wengine ambao Mungu kuna namna ambayo hata Samuel Mungu alimtumia Eli. Kuna watu wengine wanapokea wito wao kupitia ndugu zao, kupitia wazazi. Kuna wengine Mungu anaongea wenyewe. Kwa hiyo kitu cha kwanza, usiogope. Wewe sikia sauti ya Mungu, tii sauti ya Mungu, alafu utamuona Mungu. Okay. Sawa. Na kuhusu media ambayo unategemea kuianzisha, mwambie mtazamaji anaweza kuipata wapi akitaka kufuatilia maudhui yako, lini unaifungua na utalenga nini zaidi, na je, huduma zako zitakuwaje? Mwambie anatamani kusikia ile naye ahudumia. Kwanza nitoe mtazamo kwamba hapo niposema kwa habari ya biashara. Kwa biashara hilo ni la kwangu mwenyewe. Lakini mimi sana kwa hiyo media yangu ni kwa sana kwa habari ya Injili. Ni kwa habari ya Injili, na nilishasema na nilishaongea na wachungaji ambao nimesoma nao chuo cha Biblia hapo Ngaramtoni kwamba mimi kuna watu ambao wanapitia na nilivyo. Kwa hiyo siwezi nikamchaji. Kwa hiyo naelewa Mungu aliponitoa. Lakini kwenye hiyo media nilizungumza na kuna media ambayo ilinirusha inaitwa Art Media. Nilizungumza lakini inapatikana TikTok, Facebook, Instagram, mitandao yote ya kijamii, Kimbote TV. Lengo kubwa ni kuhubiri Injili ulimwenguni kote. Asante sana. Na mpenzi mtazamaji, natumaini kuna kitu umekipata katika mazungumzo haya na Pastor Sam. Ametuelezea namna safari yake ilivyokuwa mpaka kusikia wito, lakini pia malengo ambayo yuko nayo, ambayo anategemea kukuza media ambazo anazianzisha ili kuwafikia watu wengi kwa Injili ya Mungu. Nikusihi tu na mimi kama kijana, unaweza pia kutembelea katika sites zake hizo alizosema, na pia tutalink hapa chini ili uweze kuziona unawezaje kumfikia. Karibu sana, mpaka wakati mwingine, endelea kutufuatilia.